Viongozi mbalimbali nao wakaeleza fursa zilizoletwa na uwepo wa chuo hicho katika eneo la Kisesa, ikiwemo kufungua fursa ya maendeleo kwa wananchi. Umuhimu wa elimu unahitajika katika nchi yetu ya Tanzania, pamoja na mkoa wetu wa Mwanza kuweza kuona ni kwa namna gani wananchi wetu wa wilaya ya Magu pamoja na mkoa wa Mwanza kwa ujumla wanahitaji kupata elimu, na ndio maana hata hiki chuo cha mipango kimeweza kuwepo katika eneo hili siku ya leo. Tunaona ni kwa namna gani kimetoka mbali. Tangu mwaka 79 tumepata historia ya chuo kutoka kwa profesa hapa. Kwa kweli hiki chuo kimetoka mbali, na hapo tunapoelekea kunaonyesha matumaini ya hali ya juu. Mheshimiwa Rais ameona ni kwa namna gani kuna umuhimu wa kuendelea kumwaga fedha nyingi za kuweza kuendeleza chuo chetu cha mipango. Kwa alikuwa angeweza kupeleka kwenye barabara, angeweza kupeleka kwenye ndege, lakini akaona wananchi wa Magu na kanda ya Ziwa kwa ujumla kuwa ina uhitaji. Na uhitaji huu tunajua sisi wana Mwanza, jamani, wamama wa Mwanza tumebarikiwa uzazi. Huko nyuma kuna kontena kubwa la wanafunzi wa sekondari wanamaliza form 6. Wakitoka form 6 hao wanaenda wapi? Hata barabara za ndani humu namo zinatakiwa kubadilika. Kwa kazi yetu kama wabunge ni kusukuma, lakini ili kitu kifanikiwe lazima kiwe na wasemaji wengi. Na mimi Profesa Mayaya nilikuwa nashangaa mabugando haya kuinuka haraka haraka, haya mabugando. Sababu sisi zamani ukiona gorofa unasema ni bugando. Tunakupongeza sana, lakini nilikuwa nashangaa kumbe Dr. Haule mwanzilishi wa chuo hiki na ni katibu wa mipango na fedha ya chama, alikuwa rahisi sana kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba hebu sukuma fedha kwenda Kisesa kwenye chuo cha mipango. Tunakupongeza sana Dr. Haule, endelea kutuombea, lakini nataka tu niwahakikishie wanamagu kwamba Mheshimiwa Rais wa Tanzania na watu wa Magu ametutendea haki. Kweli mnaonyesha mmedhamiria kuibadilisha Tanzania. Taifa lililoendelea ni taifa lililowekeza kwenye elimu. Tunapoona mnaendelea kuwekeza katika elimu, sisi tunafarijika sana. Na ili taifa letu liendelee, lazima tuwekeze katika elimu. Lakini pia mmechagua kitu chema, kuwekeza kwenye elimu katika eneo la mipango. Ili taifa liendelee, ni lazima tuwe na mipango mizuri na mipango thabiti. Ni wakina nani wanaotoa mipango? Ni hapa ambapo nyinyi leo mmedhibitisha na kudhibitisha umma wa kanda ya Ziwa kwamba mnaweza kuandaa mipango na kuifikisha pala ambapo inatakiwa kufika. Tuwashukuru sana. Ninajua mlikuwa na mpango wa kujenga hiki chuo Simiyu, lakini mkabadili gia angani. Mimi niwashukuru mno, mlituheshimisha sana. Mungu awabariki sana, na mmewekeza kweli kweli. Magu na Kisesa niliyokuwa naifahamu sio hii. Mimi mwenyewe nimeshangaa mno kufika hapa. Hongereni mno, mmewekeza kweli kweli. Na mimi niendelee kuwasihi viongozi wa wilaya ya Magu muendelee kusapoti viongozi wa hiki chuo, ili yale maono makubwa ambao wamekuwa nayo nyie msije mkawa changamoto kwayo. Naona wanaendelea kupanua, watahitaji ushirikiano wenu. Hebu wote kwa pamoja muone kwamba ni sehemu ya maendeleo na mabadiliko haya makubwa katika wilaya yetu ya Magu. Niseme chuo hakijaacha sehemu yoyote ile kama ilivyo. Ukiongelea Dodoma, Dodoma imebadilishwa kwa sababu ya uwepo wa vyuo. Kunapokuwepo chuo, mambo yanabadilika. Hata mitazamo na fikra za wananchi zinabadilika, wanakuwa wa kitaifa taifa au kimataifa taifa. Lakini nyie ni mashahidi, sasa hivi nasikia hata ploti hapa zimepanda bei. Ni kweli au sio kweli?
lakini najua pia mzunguko wa pesa umekuwa mkubwa. Ni kweli au sio kweli? Watu wamepata ajira, ni kweli au sio kweli? Mimi niombe tu, ombi langu moja tu na niondoke hapa. Kwa uongozi wa chuo na management ya chuo, ninaomba zile kazi ambazo zinaweza kufanywa na wananchi wa Magu, zile kazi ambazo zinaweza kufanywa na wananchi wa Kisesa na wa mkoa wa Mwanza, muwapatie kipaumbele.